When you know God, ukimfahamu Mungu and concentrate your mind to God, na ukazingatia kwa habari ya Mungu, you don't need any prayer from anyone. huhitaji maombi kwa mtu yeyote. Wewe, you become a friend to God. Unakuwa rafiki wa Mungu. Anasema katika Zaburi ya 45 mstari ule wa 7, anasema umeipenda haki, umeichukia dhuluma. Kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha. Ukitaka uwe na furaha ya maisha, chukia dhuluma, penda haki. Love righteousness. Haki ni nini? What is righteousness? Kweli ya Mungu. Is the truth of God. Penda kweli ya Mungu. Love the truth of God. Unapofanya vile, when you do so, hata kama mtu amekufanya vibaya, whatever someone does, wewe usimfanyie mabaya. Do not revenge. Penda haki. Love righteousness. Kwa hiyo Mungu anakupaka mafuta. So God anoints you with sasa oil. Hayo mafuta hayapakwi na Imana wala na Josephat. That oil is not anointed by Josephat. Ni mafuta apakayo Bwana wa mabwana. It is the oil anointed by the Lord of Lords. Hayo mafuta yakipakwa hakuna mtu ayaonaye. When the oil is poured, no one sees. Ni Roho wa Bwana ndio anayefanya hiyo. Malaika wanakuja wanamimina. The Spirit who does that. The angels come and pour. Sasa yanapoteremka kwa mtu, when they go, they pour down, utaona maisha yake yanaanza kustawi. You will see prosperity in their lives. Kwa nini? Kwa sababu mafuta ya furaha kazi yake ni kumfanya mtu anawili, kumfanya mtu astawi. Kwa hiyo mtu aliyeokoka akiichukia dhuluma, akaipenda haki, maisha yake yanaanza mabadiliko. Mwanzo nilipookoka nikawa mtu napenda kufukuza sana mapepo yakimbie, kufanya nini. Lakini tabia haikuline hapo na haki ya Mungu. Kwa hiyo maisha yakawa ya shida, hivyo naishi kwa shida. Ndani nimeokoka, nguvu ya Mungu ninayo, lakini mafuta ya furaha sina. Mafuta ya kupayo kicheko, the oil that gives you mafuta ya kupayo wewe kustawi. Oil that gives you prosperity. Aha. Siku moja Bwana akanitokea akaniambia hii siri. Chukia maovu. Hate iniquity. Chukia Mungu kila anachukia. Hate what God hates. Hebu sema kuanzia sasa, say from now on, nitakichukia kile Mungu anachukia. What God hates. Nitakikataa kile Mungu amekikataa. What God rejects. Nitakisukuma mbali I will push away kile Mungu amekisukuma mbali. Whatever God has pushed away. Ndio. Yes. Akishaona hivyo, once he sees that, Mungu hukupaka mafuta, sio mtu. God anoints you with oil. Sisi tutakupaka mafuta ya utumishi, tutakupaka mafuta ya kile, tutakupaka mafuta ya kile, lakini mafuta ya furaha, but the oil of gladness, yanayokufanya uwe tofauti na wengine, yanatoka kwa Bwana. Ndio maana anasema amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. He has anointed with oil of gladness. Nikasema Bwana, na haya naye nayataka. Haleluya. Nilipoyapona, siku moja nimetulia tu nikakuta njiwa amekuja ametua kwenye bega langu hapa, na siku hiyo tulikuwa Bigwa. We were in Bigwa. Tulikuwa na kambi pale Bigwa kwa masista. We had a camp there. Wote wameenda ukumbini. Sasa mimi najiandaa pale nikiwa ninaomba. I was preparing while praying. Najiandaa kwenda. Nikaona njiwa wamekuja akatua hapa. And a dove came to my shoulder. Huyu njiwa akatoka wapi? Where did this dove come from? Baadaye nikaona kichwa changu kinamiminiwa mafuta. Later on I saw my head. Pale nikasikia sauti.
There and then I heard a voice. Nimekupaka mafuta. I have anointed you with the Mafuta ya furaha. The oil of gladness. Kuliko wenzio. More than your companions. Kuanzia sasa. From now on. Utakula. You shall eat. Na kusaza. And have surplus. Kuanzia sasa. From now on. Mahitaji yako. Your needs. Yatashughulikiwa na malaika zangu. Shall be met by my angels. Nikalia pale, nikaondoka, nikaingia ukumbini. I wept and went to the auditorium. Nikaanza kuona Mungu akinifanyia mambo ya ajabu. I began seeing God doing strange things. Nikawa sasa nasafiri kwenda mikoani kuhubiri. I was traveling to the region. Nabeba kikosi cha watu, lakini sina shilingi mfukoni. But I don't have money in my pocket. Lakini tukienda kwenye mikutano ile, tunakula, tunakunywa, tunapata mahitaji yetu na hela ya kulipa vile vyombo vya kulala naletewa. To cover expenses is brought to me. Nikagundua I discovered kuna watu there are people wameokoka, that are saved, wanahangaika sana na ya dunia, they are troubled with the things of the world, kabla hawajajua siri za Mungu, before they know the mystery of God. Nikaanza kufikiri moyoni mwangu na akilini kwangu, meditate in my mind and my heart. Hiki kitu ni kizuri. This thing is good. Nikakishikilia kwa bidii. I held on to it diligently. Kwa hiyo hata mtu akinitukana, so when someone insults me, mimi namwangalia tu. I just look mtu at akinisengenya, when someone gossips about namwangalia tu. I look at them. Silipi kisasi. I do not revenge. Kwa sababu Mungu anachukia kisasi. God hates revenge. Kwa kile Mungu anachukia na mimi nachukia. Kile Mungu akitaki na mimi sikitaki. What God rejects, I reject. Nikasimama hapa. I stood there. Nikaanza maisha ya kuona ya tofauti. I began to see a transformed life. Hallelujah. Hallelujah. Leo niko kwenu, wewe mtumishi wa Efata. You servant of Efata. Unajua Mungu amekubadilisha. You know God has transformed you. Japokuwa unaishi maisha yale yale, lakini Mungu amekubadilisha. God has transformed you. Wagalatia 2:20 anasemaje? Galatians 2:20, what does he say? Mafuta ya furaha yanakujia pale mtu anapoamua sasa kuishi maisha yale ambayo Mungu anayapenda. Unashangaa, unapata usaidizi toka kwa Bwana. Galatia 2:20, hebu soma, wasome. Galatians 2:20, Biblia inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Haleluya. Uhai nilionao sio ule wa kwangu. The life I have is not. Kama unataka haya mafuta yafanye kazi katika maisha yako, if you want this oil to work in your mtu akikusengenya usiumie. When someone backbites you, mtu akikutukana usikasirike. When someone insults you, do not mhurumie. Have mercy upon. Maana hata Kristo walipokwisha kumsulubisha alitangaza, Baba wasamehe, maana hawajui walitendalo. Maisha ya wokovu ni maisha ya Kristo. The life of salvation is the life of Christ. Sio maisha yako. Not your own life. Maisha ya wokovu ni maisha ya Kristo ndani ya mtu. The life of salvation is sio maisha yako wewe tena, ni ya Kristo ndani yako. It is the life of Christ in you. Inakuwa kama vile maisha ya mke aliyeolewa. It becomes like a life of a wife that is. Hawezi kwenda kokote mpaka aombe ruhusa. They cannot go anywhere unless they ask for permission. Kwa kuna siri ya ajabu sana. There is a strange mystery. Pale unapokuwa when you are mwenye haki wa Mungu, a righteous one of God. Lazima ufike mahali useme sio mimi ninaishi. You have to get to a point and say it's not I living.
ila Kristo but Christ anaishi ndani yangu. liveth in me. Maisha ya mtu ambaye anaenda mbinguni, The life of a maisha ya mtu ambaye anataka kumpendeza Bwana ni maisha yale ambayo ni lazima aishi kama vile Kristo angekuwa mwenyewe anaishi. It's a life that he has to live as if Christ was living himself. Kwa sababu hiyo, And because of that, lazima niseme kutoka kwenye kinywa changu, mimi ni wa Kristo na ni mjumbe wa siri za Mungu. And I'm a messenger of the mysteries of God. Nikimwona mwenzangu amekosea, When I see my fellow, nisibebe ile siri yake nikaanza kuitangaza. I should not. Mungu amenijalia kuijua, Mungu amenijalia kuiona, lakini mimi sio mjumbe wa habari mbaya. Mimi ni mjumbe wa habari njema. Sasa jiulize nafsini mwako, ulijua siri ya mtu? Uliona siri ya mtu? Uliipeleka mahali? Je, Mungu alikuambia kaseme? Kwa sababu siri hiyo ni mbaya. Because that secret is not good. Siri hiyo ni chungu. That is a bitter secret. Je, wewe ni mjumbe wa hiyo habari mbaya? Are you a messenger of that bad news? Wewe ni mjumbe wa habari njema. You are a messenger of good news. Beba habari njema, mtu wa Mungu. Bear good news, man of God. Watu wananiuliza, people ask me, mtume, apostle, yani hata yule unaongea naye, even that person you speak to them, unajua alichokufanyia? Do you know what they did to you? Nikamwambia amefanya nini? I asked, what did they do? Ambacho wanadamu wengine hawafanyi. That other men do not do. Unajua, you know, ni kitu tu ambacho mwanadamu hajawahi kufanya huku duniani, ndio ushangae. It is something that a man, lakini kama kuna kitu ambacho mwanadamu yeyote anaweza kufanya, usishangae. If it is something any other person has done, maana huyo ni ngurumbili tu, amefanya kama alivyofanya ngurumbili mwingine. Because is a person that can change and does anything. Kwa hiyo usibebe hayo mambo ya mtu mwingine ukaenda nayo. Do not carry the things of another person and go with it. Kama kweli unataka kuwa msiri wa Mungu. If truly you want to hold the secret of God. Mwanzo, in the beginning, Mungu alinipa neema ya ajabu sana. God gave me a peculiar grace. Na hiyo neema aliponipa nilikuwa sina stamina ya kuibeba. And when he gave me that grace, I never had the stamina to carry it. Kwa hiyo, so nikiwa akinionyesha tu nasema, wewe umezini jana, wewe umezini jana, wewe na yule dada fulani, wewe binti umezini na yule kijana. I begin to. Kwa hiyo watu wakaanza kunikimbia. Committed adultery with that lady. Nikapiga magoti nikamwambia Bwana, I knelt down and said, Lord, hii itakuwaje? How shall it be? Akasema, jifunze kuwa msiri wa siri zangu. He said, learn to be a custodian of my secret. Kwa hiyo siku hizi naweza kukuona umefanya. I can look at you, you've done na this. Kuangalia. I look at you. Alafu nasema Mungu akutie nguvu, tembea kama Bwana anavyotaka. And I say, may God strengthen you. Walk as the Lord wants. Unaona ajabu? How do you see that? Wakaanza, siku hizi mtumishi haoni. They began to say, nowadays the servant of God cannot see. Kuna mmoja akaanza kusema, unajua siku hizi mtumishi haoni, sijui kama zamani, sijui nini. The servant of God does not see like the past. Bwana Yesu akaniambia, unajua huyu anasemaga kwa watu eti wewe huoni. You know, Jesus told, you know, this one says to people that. Siku moja tukakutana, nikamwambia, one day we met. Ujambo mtumishi? Sijambo. Servant. Nikaanza kumwambia, wewe kwa nini jana umempiga mkeo? Why did you beat your wife yesterday? Kwa nini umempiga mkeo? Na kosa ni la kwako, maana alikuomba hela. He asked for money. Sasa ndo natakiwa kumpiga? Are you supposed to beat her? Akashtuka, umejuaje? And he was surprised. Nikamwambia, ulisema mimi sioni, sasa mbona nimeona? I said to that person, you said I did not see, now why have I seen? Hallelujah. Akanipa stamina ya kubeba siri za Mungu. To be a custodian of the secrets of God. Kwa ukipishana na mimi usifikiri sijui yanayekusibu. So if you are not in line with me, don't think I do not know. I know. Nikusimulie? Can I narrate to you?
kuongoza kundi kama hili na ni Mungu amekutuma, lazima akupe na siri zinazoendelea. He has to give you the ongoing secrets. Hata wale watumishi ambao wanatokaga Efata, mimi nawajua mapema, alafu namwambia wewe kaa vizuri. I know them and I say to them, be stable. Kwa sababu sisi ni wasiri za Mungu. Because we are custodian of the secrets of God. Mungu anatupa kujua siri zake. God grants us to know his secrets. Na kwa vile sisi ni wajumbe wa siri za Mungu, and because we are messengers of the secrets of God, anatuvuta tufurahi. He draws us to rejoice. Ndipo Isaya 1 mstari wa 18 na 19 akasema, Isaiah 1:18 and 19, he said, haya ndo nayafurahia mimi. These are the things that I rejoice in. Wengi wanatamani Mungu atakupa gari kesho. Many desire, dear God will give you a car. Na hapo ukitaka watu wafurahi, wewe uje na unabii. Mungu analeta magari, kuna watu 15 kesho watakuwa na magari. Tell them God is bringing cars, 15 people will have cars. They will stand up in jeers. Ukiambia sasa hivi kuna watu 5 hapo, if you tell them now, Mungu atawachapa kwa sababu ya dhambi zao. God is going to cane them because of their sins. Wanze huyu anatulaani. They'll not be happy. Hebu tusomee hapo anasemaje? Isaya 1:18-19. Biblia inasema, haya Joni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ninataka niseme, I want to say, nazungumza yale mambo ya msingi kabisa. Wewe ni nani? I am speaking about core issues. Who are you? Wewe ni wa Mungu. You belong to God. When you know God, ukimfahamu Mungu and concentrate your mind to God, na ukazingatia kwa habari ya Mungu, you don't need any prayer from anyone. huhitaji maombi kwa mtu yeyote. Wewe you become a friend to God. Unakuwa rafiki wa Mungu.